stay and be great. Yani stay and be great. Mtu mwenye anasimama, mtu mwenye anaishi, mtu mwenye anakaa bila kutoka. Stay and be great. That is something you can gain, that is something you can get or you can receive in the kingdom of God if you stay there forever and ever without leaving. Umejua kuna watu wenye huwa mara ingine huwa wanaingia, wakati mwingine wanatoka, wakati mwingine wanaingia, wakati mwingine wanatoka, na hawa ndio watu wenye hasira ya Mungu huangukia. Jiepushe na hiyo hasira, kwa sababu hasira ya Mungu ikikuangukia ama Mungu akikasirika, anaondoa wema, anaondoa mafanikio, anaondoa kifuniko chake. So unabaki ukiwa uko uchi, unabaki ukiwa tupu. Hakuna kitu chochote, anything great that you are going to receive, anything great that you are going to have, because ameondoa ile wingu. So hiyo wingu ukitaka idumu, stay and be great. That is what we are going to talk about today. Wakati ambapo unaishi mahali ambapo Mungu anataka ama vile ambavyo Mungu anataka, you are gaining and you are receiving, and a lot. You are not going to lose anything good, anything good that God prepare to you, but you are going to receive the grace and a grace and a grace to receive more things that come in the kingdom of God. Not losing. Umejua, in the kingdom of God we are not teach or we are not learn to lose, but we are learn to receive. Somo letu tunatoa kutoka katika kitabu cha Maombolezo or Lamentation chapter 2 verse 1. The word of God say there, tasama jinsi Bwana alivyo mfunika binti Sayuni kwa wingu la hasira yake. Kwa wingu la hasira yake ameitupa chini fahari ya Israel, ameitupa chini fahari ya Israel kutoka mbinguni mpaka duniani. Hakukumbuka kiti chake cha kuwekea miguu katika siku ya hasira yake. Hakukumbuka kiti chake cha kuwekea miguu katika siku ya hasira yake. My lover, my dear, wherever you are, whatever that you are doing, just to make sure that you are in the right level, you're in the great level, and you're in the great way that God wants you to be, to receive a lot and a lot and a lot grace of God, to walk with God, not losing. Because Israel, if you look there, Israel ni watu waliokuwa wanatembea na Mungu. Israel ni watu ambao Mungu aliwachagua. Israel ni watu ambao Mungu aliwapenda. Israel ni watu ambao Mungu aliwatoa katika utumwa. Lakini baada ya kutoka katika utumwa, baada ya kuachiliwa, baada ya kukua uhuru, wakaenda wakasahau wema wa Mungu, wakaweka kasi ya Mungu kando, wakaweka mizigo ambayo Mungu aliwapatia kubeba kando, wakaamua kuenda jinsi ambavyo wenyewe ndio wanavyotaka. Na ukiamua kuenda jinsi unavyotaka wewe mwenyewe, you are not going to receive, but you are going to lose. Even those good things ambazo you think that you have, you are going to lose, because umeamua kuenda kinyume na njia zile ambazo Mungu anataka, kinyume na njia ambayo Mungu anapenda. Tasama, fahari yao sasa imeanguka chini. Mungu akumbuki tena Israel, kwa sababu Israel amegeuka sheria, amegeuka njia, ameenda mbali na agizo la Mungu. Glory be. Stay in the seat that God wants you to be. Hakuna kitu chochote kibaya ambao kinaenda kukudhiri, ambao kinaenda kukusambaratisha. That's why we are talking about how to be great. Stay and be great. Kama aliyapo, ukuwe mtu mzuri, ukuwe mtu mwenye amekamilishwa, ukuwe mtu mwenye amebarikiwa. Hebu sikiliza anapoongea mahali hapo katika kitabu cha Lamentation chapter 3 verse 44. Ameongea akasema, unajifunika mwenyewe kwa wingu ili pasiwe na ombi litakaloweza kupanya. Ili pasiwe na ombi, sala yoyote, mtu yoyote mwenye anaenda kulia, mtu yoyote mwenye anaenda kuomba, yoyote mwenye anaenda kutafuta uso wa Baba, ati anasema ili pasiwe na ombi lolote ambalo linaenda kupenya.
That's why I'm talking together with you. That's why I'm teaching you to do my dear, ili wema wa Mungu na utukufu lake lizidi kuwa pamoja nawe. Ushindi wa Mungu na baraka zake lizidi kuwa pamoja nawe. Yani asikuzuili, asifunike sikio lake, asikatae kusikiliza. Wakati wote ambao unaenda ama unasongea mbele zake, unaongea na yeye, unaomba naye anakujibu. Unamuita, anasema mimi hapa. Unamuita naye anaitika. Utukufu wake na fadhili zake zinakuja kwako, zinakufungulia milango, zinakutetea, kwa sababu ndivyo jinsi ambavyo umesonga mbele zake ukamtafuta. Na wamtafutao Mungu kwa bidii pasipo kuchoka, hawa ndio watu wenye kuona uzuri wa Bwana, utukufu wake na fadhili zake. Let us look in the book of Psalm chapter 13 verse 2. Psalm chapter 13 verse 2, ili tuweze kuelewa zaidi. Psalm chapter 13, Saburi 13 verse 2. And their word say, Psalm chapter 13 verse 2, and their word say, nitapambana na mawazo yangu mpaka lini? Na kila siku kuwa na majosi moyoni mwangu. Adui zangu watanishinda mpaka lini? Adui zangu watanishinda mpaka lini? Nitapambana na mawazo yangu ndani yangu mpaka lini? Yani unapata vitu zimefanyika kinyume na matarajio, kinyume na tarajio lako. Unapambana na wazo ndani lako. Mbona limekuwa hivi? Mbona limetendeka namna hii? My dear listener, I'm teaching you today to have more great and to have more grace and to receive more blessing that come from the Lord. Bila kuzuiliwa na kitu chochote. Mungu anakujua, anakuelewa, anakufahamu tofauti na vile ambavyo wanadamu wanavyokufahamu. So usije ukarudi nyuma, usije ukakata tamaa, manake ye anakuelewa. Ameongea mahali hapo, akasema jambo moja la muhimu sana. Moja la muhimu pale 13 ambao ameongea, anasema adui zangu watanishinda mpaka lini? Maadui wanakucheka, maadui wanakushambulia. And I'm here to tell you, stay and be great and receive a more greater, more blessing that God is planning for you, that God is preparing for you, because He's a great Father na hakuna kisichowezekana kwake. As long as umekaa mahali hapo, unasikia sauti yake, unafanya vile anavyotenda, vile anavyotaka. I'm telling you, my sweetheart, you are going to receive a lot of grace, a lot of blessing that God is preparing for you. Hakuna kitu chochote ambacho utakacho lose that come in the kingdom of heaven. Maanake Mungu atakuona kama mtoto wake. Mungu atakuona kama mtu wa maana. Hakuna siku hata moja ambao atakao kugeukia ama atakuacha. Maadui wakushambulie, wakumalize, waje wakushambulie, wakusambaratishe, wakuangushe chini, wewe ukiwa unaitanishwa na Mungu. Mungu huwa apendi watu wanaoitanishwa na yeye wakiwa wanaathirika chini, wakiwa wanaisha, wakiwa wanasononeka, wakiwa wanasumbuka ndani yao. Mungu hupenda kuleta mema baada ya mema, hupenda kufungua mlango moja baada ya ingine, manake kwake hakunanga limit. And that why I'm here to telling you, stay and be great. Upokee wema, upokee ushindi, upokee utukufu. Baraka za Bwana siwezi kumiminika juu yako. Yani kusije kukawa na upungufu ndani ya maisha lako kwa sababu ya kile ambacho Mungu anachotaka kufanya ndani ya maisha lako. Saitani asipewe nafasi. Saitani asije kafaulu. Manake you are the important person. Mtu mwenye Mungu anajua, mtu mwenye Mungu anajali, mtu mwenye Mungu anafikiria kila saa. Lakini wakati umeondoka, umewacha kufanya kazi ya Bwana, wewe endelea mbele, ufanya hiyo kazi. Endelea mbele kujinyima, endelea mbele kufunga, endelea mbele
kuomba, endelea mbele, utafuta uso wa Mungu pasipo kuchoka. God is available. God is on the way. Anaenda kufanya njia mahali hakuna njia. Yes, I know there is a lot of things that maybe you could be there saying that I lose them, but by the grace of God, by the glory of God, you are not going to lose them again. If you come back again and listen to what God is saying, to continue giving, continue fasting, to continue praying, to continue do the glory of God, what God is demanding you to do, you are going to receive a lot of blessing. You are going to receive a lot of grace that God is planning for you. Yes, sio mwanadamu abadilike. Mwanadamu anaweza kubadilika. Hati baba na mama weza kubadilika, lakini Yesu abadiliki. Nimempata asiyebadilika. Yesu hawezi badilika. Yaani yeye hawezi kubadilika. Sisi ndio huwa tunabadilika. Tunawacha njia zile ambazo Mungu anatupatia. Tunawacha njia zile ambazo Mungu anatuarifu tuweze kupitia. Tunafuata njia zetu. La kama unataka kureceive a lot of grace, a lot of blessing, to continue receiving, not to receive by limit. Umejua kuna watu wenye wana receiving blessing by limit. Anapata leo, kesho apate. Anapata kesho, hiyo kesho ingine hatapata. But kuna watu wanaopendwa na Mungu, wenye Mungu uendelea wachunguza kwa tafakari, kuwafikiria mchana na hata usiku, yani hawakosi. And I pray that may this be you. Bwana akutende mema, akufungulie milango, akutendee kile ambacho unachohitaji, kwa maana uweza na nguvu na utukufu ziko mikononi mwake. Kwetu sisi wenyewe hatuna, lakini yeye ndiye anayetuwezesha. Let us look for the last reading. We have a lot of things that we need to learn in the kingdom of God. Hawa ni watu ambao wanaitwa Israel. Walipendwa na Mungu. Mungu aliwafikiria, aliwawasa sana. Lakini baada ya kuenda kinyume na njia za Mungu, baada ya kukataa kufuata the glory, the grace of God that God is showing them, basi Mungu akafunika wingu ili asisikie hata wanapoomba. Mungu asija akakasirikia. Hata unapoomba unapata ile ombi inagonga tu ukuta. Una watu wenye wanaombanga na maombi inaenda direct to the Father, and I pray that may that be you. Wakati unapolitia jina lake, ombi lako iende direct to the Father, akujibu, akushughulikie kulingana jinsi ambavyo moyo wako inavyotaka. Maana yake uweza na nguvu ziko kwake. Let us look the last read, ama somo letu la mwisho katika kitabu cha Psalms 99 verse 5. Zaburi 99 verse 5. Hiyo ndio somo letu. I think tunaweza soma hiyo ya mwisho, Psalms 99 verse 5. And therefore what says 99 verse 5. And therefore what says 99, Zaburi 99 verse 5. And therefore what say? Mtukuzeni Bwana Mungu, Bwana Mungu wetu, na mkaabudu katika mahali pa kuwekea miguu yake. Yeye ni mtakatifu, na kumwabudu katika mahali pa kuwekea miguu yake. Yeye ni mtakatifu, yani kumwabudu pasipo kurudi nyuma, pasipo kuchoka. Tunaendelea mbele kumwabudu, kumtukuza. Just continue praising God, continue worshiping God, continue glorifying the name of the Lord, because there is something that God is gonna do by his time, kwa wakati wake, ambao hata kama ungeambiwa haungeweza kuamini. Najua umelose, najua umekata tamaa kwa sababu ya vitu ambavyo imekwisha kutendeka, but keep following God. Endelea mbele kumfuata Mungu, endelea mbele kumtafuta Mungu. Yeye ni mwema na mwaminifu, nami ninakuombea Bwana asikupite, asikuchoke, asikuache, bali aje kwako atende mema, aje kwako afungue milango, aje kwako akupanulie mipaka, aje kwako akusikilize, aje kwako asingatie
akupatie yale unaomwambia, tena akujibu, akupigania. Aponye familia yako, aponye watoto wenu, aponye mama yako, aponye watoto wako, ndoa yako. Yani aingilie kati yale ambayo yanakushinda, wa maana uweza na nguvu ziko kwake. Don't look back, usiangalie nyuma wala usirudi nyuma, maana yake Mungu ni mwaminifu Bwana. Kwa ahadi zake sio kama mwanadamu. Mwanadamu anaweza kubadilika, lakini Mungu hawezi kubadilika. Wanadamu anaweza kuchagua ni nani tunaenda kusaidia, nani tutasikiliza, lakini Mungu atachagua kama utaishi kulingana na njia zake. Kama utakuwa unamwabudu, utakuwa unamtukuza, utakuwa unamsujudu. Yeye ni mwema na tena mwaminifu. May he bless you. May he open for you the door. Maana uweza na nguvu ziko kwake. Wish you all the best. Tukufu wa Mungu likufikie. If you do not subscribe, please make sure that you subscribe, like and share for each others. Au pia waweze kujua, if you go away from God, you will not continue receiving the blessing. But if you stay with God, you will be receiving and receiving again. So stay there to be great. Stay there to be so very glorified for other people, that if they are going to, when they are going to see you, they're going to see the glory of God and the greatness of God and the supernatural, the power of God that God is planning to do in your life. May God bless you, and may God open for you the door that's closed by the evil. Kwa maana uweza na nguvu ziko kwake. I wish you all the best. Shalom and shalom. Bye bye.